Kwa vipi tena Lasi, mbona unataka kuniua? Swala la kumuua Mugwe utakuwa upo sawa kabisa, kwa sababu mimi nadhani kila kitu kishakaa sawa. Kilichobaki tu ni kutoa kafara, maisha mengine yaendelee. Sikiliza nikwambie mwanangu, mimi maisha haya nimeshayachoka. Hivi tunavyoishi kwa kuganga njaa nimechoka. Tunaonekana tunafanya kazi alafu mwisho wa siku ni nothing. Unajua wewe kuna vitu vingi sana uvijui. Sasa leo acha nikujuze. Iko hivi. Hizi kazi tunazozifanya hapa ni kuwafaidisha watu. Kuna baadhi ya watu wananenepa hapa kwa ajili ya jasho letu sisi. Wa kwanza ni bosi, lakini wa pili ni Mugwe. Sijui na ni wangapi ambao tunawafaidisha huko, lakini kimsingi sisi hakuna tunachokivuna hapa. Kivipi? Sikiliza nikwambie. Ni muda gani umepita toka Mugwe atakaye kutoa kafara ili umgodi uteme? Sikimepita kipindi kirefu kabisa, lakini bado hajaweza kufanya hivyo. Alafu bosi alikuwa anamuangalia tu. Sasa hivi dakika ya 90 bosi anakuja kukurupuka, anasema tumtafute Mugwe. Nini hiki? Kwani wewe hujui kama mimi nilikuwa niko tayari kutoa kafara? Mimi nimemfuata bosi nikamwambia bosi mimi niko tayari kutoa kafara ili tupate pesa hapa. Lakini mwisho wa siku alinikatalia. Akaniambia tulia, sio zamu yako. Na mimi nikasema fresh. Sasa kwa nini tunazidi kucheleweshana hapa? Ina maana kinachoendelea hapa bosi na Mugwe wanakijua. Alafu labda tu nikwambie kwamba bosi anamiliki ndinga kali sana. We hujui. Na haijawahi kukanyaga hapa. Na sio ndinga tu. Bosi anamiliki majumba. Si unanielewa? Bosi ameshatoa makafara kibao. Mimi nashuhudia na Mugwe anajua kila kitu. Bosi amewahi kumchukua Mugwe na kumpeleka kwenye maduka ya thamani, akamnunulia saa ya dhahabu. Wewe unajua hili? Kwa hiyo hapo, sikiliza nikwambie. Bosi ule mwili aliokuwa nao sio mwili wake. Bosi anaenda kwenda kurekebisha mwili. Bosi alikuwa na kitambi, lakini sasa hivi bosi kidogo alau mwili wake unaonekana. Anaenda huko, kuna maofisi kule anaitwa sijui perfect body sijui vitu gani, anaenda kule, anaingizwa kwenye mashine bosi, anatoa pesa ndefu, anarekebishwa mwili. Mwili wake unakaa kama uko vizuri. Wakati wote tulikuwa tunajua bosi ni kibonge ambaye alikuwa anataka kwenda kupasuka kabisa na unene wake. Lakini zote hizo ni pesa ambazo anazichuma hapa. Ana pesa nyingi sana anatoa hapa. Alafu sisi hatuelewi, tupo tu kama mazombi. Bosi anatoa misukule. Bosi anatoa makafara. Bosi mimi nimewahi kushuhudia. Anatembea na yule mtoto wake, binti yake yule. Yule hajielewi chochote, yuko pale kama mzoga. Bosi ashamtoa kafara. Yes, anamzunguka anatembea naye. Na hakuna mlango asiojua bosi. Mlango wa mbele na mlango wa nyuma kwa binti yake. Nimekaa nalo sana ili moyoni. Nimeshindwa kuvumilia. Nisipo ala natapatapa. Sasa kwa maana hiyo, mimi naona hamna haja mimi kuendelea kukaa hapa. Sasa kama kuna siri nzito kama hizo zimejificha na mimi sijui, sasa naendelea kukaa hapa natafuta nini? Bora tu niingie mtaani nikatafuta hata kazi nyingine za kufanya, sio kuendelea kungangana masuala ya mgodi. Sikiliza nikwambie. Wewe ni mtoto wa kiume. Hii siri mimi nimekaa nayo muda mrefu sana. Mpaka kukuambia wewe na maana yangu. Alafu kitu kingine, kinga ni bora kuliko tiba. Wasiwasi ndo akili.
Kumjua na kumtambua adui yako ni nusu ya ushindi. Kama baba yangu yupo, aje anitoe hapa duniani isipo, aila natapatapa. Kama baba yangu yupo, aje anitoe hapa. Ni mama nyani kukwela bila bila tu, wakwela bila bila tu changa ni machanga kilozo. Mwana wani ani undo, korira kuno na kuno. Hakikisha unaniletea Mungu akiwa hai ama kichwa cha Mungu hapa. Sawa mkuu, nitamleta Mungu akiwa hai, na kama ikishindikana nitakabidhi kichwa cha Mugwe kwenye mikono yako, na nitamleta mtoto wa Mugwe kwa ajili ya kafara. Parapanda,
parapanda, parapanda, Italia parapanda. Unipatie utamu wa mugwe au nimuue binti yako kipenzi. Chagua. Nini chaguo lako? Duniani sipo aera na tapa tapa. Niko tayari kufanya chochote unachokitaka wewe, lakini naomba usimguse mtoto wangu. Usimguse mtoto wangu. Fanya chochote unachokitaka wewe.